Wewe una riziki yako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakupangia. Una muda wako wa kuishi ni mchache mno, vyovyote tutakavyoishi, lakini unaishi kwa muda mfupi sana. Maisha yetu sisi ni kama kutoka alasiri kwenda maghrib. Sasa sehemu ndogo ambayo unawekwa ubavu, unalalia ubavu wako katika ardhi, ukikaa na kutafakari, leo katika dunia tunajenga magorofa, tunajenga majumba makubwa, vitanda vinakuwa vikubwa, si ndio? Chumba cha kulala kikubwa kipana, mashallah, lakini unalalia sehemu ndogo sana. Mwanadamu huyo. Lakini huyu mwanadamu ambaye analala sehemu ndogo sana ya ardhi, leo watu wanauana kwa ajili ya kugombania ardhi, si ndio? Leo watu wanauana kwa ajili ya kugombania ardhi ambayo kila mmoja anatamani amiliki. Miliki utakavyomiliki ndugu yangu, lakini ardhi ambayo utamiliki wewe ni ubavu tu, sawa, wa tambo moja tu katika mkono hii, au koleo moja ndio ya kwako. Kwa hiyo ndugu zangu, katika mazingatio tunayoyapata sisi katika hii dunia, tuna muda mchache, kila kitu kichache, nafsi yetu ni dhaifu, lakini tutambue wazi kwamba katika hii dunia tumeletwa kwa lengo maalum la sisi kufanya ibada. Vyovyote tutakavyoishi, lakini kikubwa ambacho unatakiwa kuzingatia ni ibada. Ukizingatia mauti, ina maana unatakiwa ujifunze kwamba kufanya mema sana. Ukiyafikiria mauti, kujifunza katika mauti au kifo cha ndugu yako, ina maana kuyakimbia maasi ambayo ulionayo hivi sasa. Kama wewe ni msema uongo, kama wewe ni mfitinishaji kwa watu, unafitinika kwa ajili ya ulimi wako, kama wewe ni husuda imekutamaki katika moyo wako, kama wewe zina, kama wewe uongo, kama wewe kila aina ya maasi, kama upo katika maasi hayo, ni wakati wa kuondoka unapoona kifo cha ndugu yako au cha mwenzako. Kafa bil mauti wa'i. Kama wewe ni mvivu wa ibada, tariku sala, utaki sala, utaki kusimamisha sala, ni wakati sasa unapoona kifo cha mwenzako kurudi katika swala. Hakuna kitakachomnufaisha mwanadamu katika maisha ya kaburi yake na baada ya kutoka katika kaburi yake. Hata kama tutakaa na kusoma dua, na kufanya nini na kila aina ya visomo tutafanya, lakini kama mtu alikuwa hana matendo mema, hayawezi kumsaidia chochote.